Mbunge huyu mimi namfahamu, nimefanya naye kazi nikiwa kwenye muhimili wa mahakama. Wakati huo nilikuwa hakimu, naibu msajili, nilikuwa katibu wa jaji kiongozi Tanzania, yeye alikuwa kitengo cha tehama. Kwa hiyo ninafahamu uadilifu wake, ninafahamu uzalendo wake kwa wananchi wake. Lakini nyakati zote amekuwa akipigania maendeleo yenu. Wakati wake ndio imepatikana stendi hii. Na mimi ninaelekeza stendi hii ikamilike haraka iwezekanavyo, isichelewe. Hawezi kuja waziri hapa tena wa TAMISEMI akaweka jiwe la msingi na stendi ikachelewa. Na hiyo ndio kazi nzuri ya kuchagua mbunge anayetetea maslahi ya wananchi. Sasa mkiona mambo makubwa haya yanakuja, si kwa bahati mbaya, kwa sababu wabunge wako wangapi? Wa majimbo 214, ukijumlisha na wale wengine zaidi ya 300. Lakini mkiona maendeleo yanakuja kwa kasi kwenu, msifanye masiara. Hakikisheni mbunge anayewatetea, anakujali maslahi yenu, ndio mnayemchagua ili kusudi akaongeze maendeleo kwa wanachunya. Kwa hiyo Chunya ninaifahamu. Hali ya maendeleo yaliyokuwepo wakati huo ninajua sio haya. Mbunge huyu amefanya kazi kubwa sana. Mnanisikia lugha hiyo Mnanielewa maana yangu? Serikali bado inamhitaji huyu bwana akasaidie kusukuma maendeleo. Nichukue fursa hii nimshukuru na kumpongeza sana mheshimiwa mbunge. Nataka nikuambieni wananchi, mmepata mbunge, tena mbunge madhubuti kweli kweli. Wakati tunatoka hapa tumeenda kwa mkuu wa wilaya pale kwenda kusaini kitabu, nikafahamu kweli wananchi wa jimbo hili wamo ndani ya moyo wa mheshimiwa mbunge. Maana aliwatetea, aliwasemea mpaka mwisho. Tunajifunza kweli tunatakiwa tukae tuwasemee wananchi waliotuchagua kwa mapenzi yote. Ndugu zangu, mheshimiwa mbunge wenu huyu tuko naye pamoja kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka nikwambie ni kitu ambacho sio cha uongo, ni cha kweli. Hakai kwenye kiti chake. Muda wote yupo kwenye viti vya serikali ama vya mawaziri kwa ajili ya kudai na kueleza shida za wananchi anaowaongoza ambao ni nyie. Muda wote yuko kwa waziri wa maji, anatafuta maji kwa wananchi wake. Muda wote yuko kwa waziri wa afya, anatafuta vituo vya afya kwa wananchi wake. Muda wote yuko kwa waziri wa barabara, anatafuta barabara. Muda wote alikuwa kwenye kiti cha mheshimiwa waziri Mavunde, anatafuta ufumbuzi wa changamoto hii. Leo imepatikana. Kwa hiyo mbunge huyu anafanya kazi kubwa. Ni kipekee kabisa nimshukuru na kumpongeza mbunge wenu ndugu yangu Masache Njelu Kasaka. Amefanya kazi kubwa sana kwenye jambo hili. Hatuwezi kutamka hapa leo bila kumtaja yeye jina lake. Amefanya kazi kubwa sana. Kama mheshimiwa naibu waziri alivyosema, mna mbunge mzuri sana. Ni wabunge wachache sana ambao anaweza akawa anaumwa na mambo ya wananchi wake kwa kiwango cha Masache Kasaka. Ndugu yangu huyu tupo naye kwenye kamati moja, yeye ndo anayesimamia Wizara ya Madini. Yupo kwenye kamati ya bunge ya nishati na madini. Tulivyoenda kutoa taarifa yetu wizara mwezi wa 3, Masache huwa rafiki yangu, lakini kwenye taarifa ile ya kamati ya bunge alinibadilikia kabisa. Mpaka nikaanza kujiuliza, huyu ni Masache ninayemjua? Na nikamwandikia karatasi nikamwambia, mheshimiwa mbunge, watu tulienda wote kule Ifumbo, wala unaniacha peke yangu. Alikuwa mkali kulikweli kwenye kamati. Nikamwambia mwenyekiti, mheshimiwa mbunge tulikuwa naye kule. Mbunge akasema sawa, lakini lini sasa tutakwenda kukamilisha jambo hili? Sababu mimi nawasimamia wananchi wangu na mara zote naulizwa mimi. Kwa mheshimiwa mbunge, nikushukuru sana. Ingawaje ulikuwa mkali, lakini leo nimerudi Ifumbo kwa ajili ya kukamilisha kazi ya wananchi.